Mkwelima? Zamida tena. Sana. Samani baba. Simu nilokupigia kwamba tukutane nyumbani, kiukweli ndio maana ukanielekeza hapa, lakini nyumbani kwangu kuna mambo mazito sana baba. Na hizi siku 3 nyuma mkeo amebadilika, alianza kutapika, nikahisi tu hali ya kawaida. Kwa hiyo mimi nilichukulia tu kawaida, lakini sasa hata jana ametapika tena. Mimi mama yake nilienda kumkagua kwa sababu mimi ni mtu mzima tayari. Kwa hiyo katika hali ya kumkagua sijaelewa dalili zake. Sikuchukulia sana, ila nikasema kwamba nijilizisha kwa kununua kipimo. Nimeenda dukani nikachukua kipimo cha ujauzito, nimempima. Mkeo ni mjamzito mwanangu. Mjamzito? Ni mjamzito baba. Sasa baba, kwa nini nimetanguliza msamaha? Sina mtu yeyote wa kumuuliza hiyo habari kwa sababu wewe ni mume wake. Ndio maana nikasema kwamba nikutane na wewe baba nikuulize, labda pengine hiyo mimba inakuhusu mwanangu. Hapana mama. Mimi sihusiki na kitu chochote pale. Na ndio maana niliwaambia twendeni kwa mganga tukagundue tatizo. Ila mzee nyumbani akanifukuza. Na sihusiki chochote. Hivi mama nikuulize, toka nimemleta mtoto wako nyumbani, leo ni miezi mingapi imepita? Ni miezi 6 mwanangu. Na hiyo mimba? Hiyo mimba kikweli dalili nimeziona juzi, ila kama ingekuwa ya miezi 6 mwanangu ingekuwa kubwa tayari baba. Ndio kama hivyo. Miezi 6 ingekuwa kubwa. Mimi ninachokuomba kwa gharama yoyote, yule ni mke wangu. Mimi nitagalamikia kwa mganga kila kitu. Naomba twende tukagundue shida ni nini. Mwanangu, sijui hata nikushukuruje baba. Sijui hata nisemeje, ila hata nyumbani sirudi. Yaani mimi naona hivi vitu tu. Hayana maana. Ni kudanganyana na kuongopeana tu. Watu wafanya uovu. Ni kudanganyana na kuongopeana tu. Kwa mini mambo ya giza kichwani yamemtawala. Karibuni amwasohoi mwa matege. Halafu unakujaje kisera? Toa kofia, tupa huko. Weka huko. Shika hapa. Shikilia. Mama shika hapa.
Mkono mmoja shika. Haya, puliza. Leta hapa. Niachieni, achia. Shida yenu nishaijua. Haina haja ya kunieleza. Binti yako ni chizi. Na ana ujauzito unaandaliwa kutolewa kafara. Samahani mganga. Unaweza kutuelekeza mtu anayefanya hivyo vitu? Ndani siku. Ndani siku. Siwezi nikawaeleza. Baba, nakuomba baba. Tumetoka huko mbali mpaka tunafika hapa ni kwa ajili ya matatizo hayo uliotueleza. Binti yangu ana hali mbaya sana baba. Tunaomba tusaidie sana. Nakuomba niko chini ya miguu yako mganga tusaidie. Kaa chini mama, tulia hapo. Kaa hapo tulie. Lakini mganga, kwa gharama utaratibu hatuna. Kwa gharama yoyote mimi nitakulipa. Tuelekeze huyo mtu. Kwa gharama yoyote? Yeah. Utatoa gharama kidogo. Shilingi 1,000,000. Nawapa dawa. Binti yako ataenda awaelekeze alipopatia ujauzito. Na muwe wapole na wastaarabu. Msiwe na haraka. Sawa mganga, sawa. Mtajionea nyinyi wenyewe kwa macho. Nimesema msiwe na nini? Na haraka. Shika hii dawa mama. Shikilia, shika hivi. Hii dawa utaweka kwenye maji, halafu tamumwagia kichwani mara moja. Yeye mwenyewe ataongoza safari. Uchizi utaisha kwa muda, anawapeleka moja kwa moja. Usiwe na haraka, ondokeni. Hizi ndizo anazotandika sasa. Kuona kujaga nalala hapa. Naona nalala hapa. Hizi si nguo za mwanaume kabisa hizi baba. Pensi hiyo, suruali hii. Si nguo kabisa hizi mwanangu jamani. Binti yangu. Jamani ni watu wabaya. Ni hapa. Yaani tayari. Kiwango cha dagaa sawa hiyo. Nachoka kabisa mwanangu. Kadisha hajarudi basi. Ana aliniharibia binti yangu kiasi hiki jamani. Binadamu ni wabaya kiasi hiki kweli. Sasa mama,
Tumeshapajua. Tumrudishe nyumbani. Sawa baba. Mchukue tena. Aya, nuka twende. Siona kitu kama hichi mara. Naambiwa kuwa uyaone kweli. Unaoa mtu akiwa mzima uje kuwa chizi baadaye. Mwanangu, dunia mbaya. Ukisikia dunia mbaya ndo haya hapa najitokeza. Alikuwa hapa kabisa. Mama, tulia. Mama, nisikilize, tulia. Mama, tulia, njoo. Lakini kabisa alikuwa pale. Mama, mimi nilikwambia usikurupuke. Unakumbuka kule kwa mganga alisemaje? Iko umefanya nini sasa? Mwanangu, naelewa, lakini sasa hivi niambia, hata kama vaa kiatu changu mwanangu, kama ungekuwa ndio wewe sasa, yaani unamwona mtu ambaye amekuharibia binti yako, kweli ungekubali tu kukaa tu mwanangu? Kweli tuvumilie. Mama, nivae kiatu, tumeshaharibu. Turudi nyumbani. Twende mama, nyumbani tushaharibu. Nivae kiatu. Twende nyumbani. Twende bana nyumbani. Tandagu pesa, pesa, yote ni pesa, pesa, tandagu pesa, pesa, yote ni pesa, pesa, tandagu pesa, pesa, yote ni pesa, pesa. Baba, tumerudi tena kwa mara nyingine babangu. Karibuni. Asante sana baba. Dawa ulioweza kutupatia baba, kiukweli ni tumepata mafanikio makubwa sana. Si ndio mkwilima? Na kingine mganga, tulijaribu kumfuatilia yule jamaa, tulimuona, lakini kwa bahati mbaya akatukimbia. Lakini naomba kwenye ile hela nitangulize kidogo. Hiki hapa. Weka hapo. Thank you. Today is another day. Mumenidanganya. Mama, we nilikwambia usiwe na haraka. Wewe ndo chanzo, mlishindwa kumuona kwa sababu ya haraka zako. Mganga, ndio maana tumekuja, tusaidie.
ili tuweze kumkamata. Halafu ulimlaumu sana mama yako. Kwa nini usingemshauri mapema kaacha kuwa na haraka? Si mlikuwa pamoja? Ile haraka yake mganga. Kwa mara nyingine nenda kuwasaidia kwa mara ya mwisho. Wewe nitakupa dawa ya kuogea njia panda. Na wewe nitakupa dawa ya kuoga usiku saa 6. Halafu mfate utaratibu nilowaambia ile mwanzoni. Mwende muwe wapole, wastaarabu. Msiwe na haraka. Mtamuona. Leo niwape dawa ya hapa. Shikeni wote, shikeni wote. Shika! Acheni kuogopa. Ondokeni. Nyanyukeni muondoke. Nyanyukeni muondoke. Yote ni pesa, pesa, yandangu pesa, pesa. Yote ni pesa, pesa, yandangu pesa, pesa. Yote ni pesa, pesa, yandangu pesa, pesa. Habari. Salama tu za huko kazini. Mimi mwanzo leo nina furaha. Na kilichokufurahisha? Huwezi amini. Nimegundua tatizo nalomsumbua Lecho. Umegunduaje? Kweli tena? Shida ni nini? Unamkumbuka yule rafiki yangu Sophie wa bondeni? Mtoto wa Mama Juma. Yes. Huyo Sophie. Hapa kati alipokuwa kiumwa Lecho, alikuja akanishauri niende kwa mtaalamu. Sasa mimi sikuliafiki hilo jambo. Lakini hapa katikati Lecho ameanza kuumwa homa za mara kwa mara. Nimempima jana, si nikagundua ni mjamzito. Mjamzito? Na hilo ndilo jambo lililonifanya mimi nitake kwenda kwa mganga, kwa sababu Lecho hawezi akapata ujauzito maana tupo naye tu hapa. Mimi nikahisi ni mauzauza tu ambavyo amekuja kama alivyokuwa mgonjwa vile. Si nikaenda kwa mganga. Nilipofika tu kwa mganga akanifikia. Mama, pole na matatizo. Najua binti yako sasa hivi ni mwenda wazimu. Nikashangaa. Kwa hiyo yeye alitambua kabisa kwamba shida ni nini? Yaani mimi sijamueleza chochote, yeye ndo ananieleza hivyo. Haikutosha. Akaniambia binti yako ni mjamzito. Na ujauzito akautambua. Akatambua kwamba Lecho ni mjamzito. Nikamuuliza, baba, na hilo ndilo tatizo ambalo limenifanya mimi nifanye nini? Nifike hapa. Nataka kujua ni nani aliyempa binti yangu ujauzito. Alikwambia kwa hiyo? Hapana. Hakukwambia eh? Alichoniambia kwamba ni siri kubwa sana. Kasema kwamba mimi sitakwambia kwa sababu hapa katikati kuna mambo mazito sana. Ni mambo mazito, siwezi nikakueleza moja kwa moja. Ila nitakupa dawa. Hiyo dawa itakusaidia wewe kumjua mtu aliyompa binti yako ujauzito, na huyo mtu ambaye kamfanya binti yako awe na akili hizo ni mtu huyo. Kwanza nikupe hongera. Sawa. Yaani nikuite ni mwanamke shupavu. Kwa haya ulionieleza, kwa kweli umepambana sana. Tena nikushukuru, wewe ni mwanamke ambaye unafaa. Asante sana. Na mimi nafikiri endelea tu kufuatilia mpaka tuhakikishe kwamba tumefika mwisho, tumepata ile nini, nusura ya binti yetu. Sawa. Mimi ninarudi kazini, inabidi tu uende tu pale kwenye koti yangu nilikuwa nimevaa jana ile. Kuna hela kama 200,000 pale zikusaidie. Sawa. Zikusaidie, wala usio na wasiwasi. Mimi niko pamoja na wewe. Na hiki ndicho ambacho mimi nilikuwa nataka
tuwe pamoja, tufanye mambo yetu kwa kushirikiana. Sio wewe unaniacha mimi unaenda kuchukua tu watu wengine. Lakini tu labda kidogo nitaka nifahamu, hivi huyo mganga yuko sehemu gani? Yaani bali hata yuko mbali. Yupo kwenye barabara kwenda kwa Wachina kule chini. Kule kwa Wachina chini. Hapa chini mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Hata huwezi kupotea. Sawa. Basi hamna shida tu mama, wewe endelea wala usiwe na hofu. Mimi nishakusamehe. Sisi tuendelee tu kama kawaida. Unajua wewe ni mke wangu, utakupeleka wapi? Asante sana. Sawa? Sawa. Basi mimi nafikiri hiyo inatosha. Wewe nenda kaniletee tu maji ninywe. Sawa, lakini kwepo nataka nikuombe jambo mume wangu. Kama pangekuwa na uwezekano siku ambayo utapunguza kazi zako tunaweza tukaenda. So daktari, mimi nafikiri baada ya shughuli zangu tu kutulia utanipeleka, tunajua tutapata mambo mengi sana huko. Basi asante. Basi niletee maji ninywe. Yani kama ni mapenzi hayana maana. Kudanganyana na kuongopeana tu, watu wafanya uovu. Ni kudanganyana na kuongopeana tu, kwa mini mambo ya giza kichwani yamemtawala, kamtenda mkewe kisa mganga.